Gachagua alikuwa Narok na akaweza kusema kwamba yeye akiwa rais kuna ile mashamba iliweza kuchukuliwa na rais. Alikuwa anamtaja rais Ruto ataweza kuwarudishia Wamasai mashamba zao. Nadhani Gachagua kuna hiyo nafasi ya kuwa rais. The last kicks of a dying horse. Gachagua hawezi kuwa rais Kenya. Hawezi kuwa rais Kenya. Hakuna siku yote Gachagua atakuja kuwa rais Kenya. Acha nikwambie kwa nini. Number one, hii ni serikali. Serikali inamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo ukiona unafaa unanyamaza. Gachagua anaweza reveal secret yote ya deep state na system ambayo haiendagi vizuri sana na watu. So Gachagua ni ngumu sana akuwe rais wa Kenya. He can only be a kingmaker, but he cannot be the king. Hivyo hawezi kuwa rais, hawezi kuwa Gachagua hata hawezi vai hata kwanza. Mambo yake Gachagua anaweza vai tu kama the National Intelligence Service watataka akuwe pale divide kura central. Lakini hakuna ati anaweza vai ati akashinda. Anaweza wekwa pale tu avai ya divide kura za central, na pia atakuwa amebrandiwa sana na nini inaitwaje, na siasa ya ukabila, ambapo atapata kura tu za central peke yake. Atakuwa amebrandiwa sana na siasa ya ukabila kwa sababu anapenda ukabila. So watu ambao wako hapa ambao wanaweza kuwa president, number one ni Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka kwa sababu zile roots zote ambaye Raila alikuwa nayo Kalonzo ako nayo. Lakini Kalonzo Musyoka ana lack kitu moja, pesa. Nani ataekelea? Nani ataekelea against Ruto? Nani ataekelea? Ni nani atakubali kuekelea pesa against Ruto? Kila mtu, hakuna mtu anataka kushindwa. Ukienda kuekelea pesa against Ruto, jua pesa yako iko na chances 60% ama 70 ya kuoga. Kweli? Bwana Ruto amejipanga. Ruto amejipanga. Kampeni itaanza hapa mbele. Kampeni itaanza, utaona. Okay. Ruto anaenda kushinda na kura mingi sana. I'm telling you. Nani ako na certificate ya ODM? Certificate ya ODM Mama Ida ndiye ako nayo. Sio win. Si win. Okay, Mama Ida ni win. So kama ni win, ni Mama Ida ndiye ako nayo, ni win yako nayo. Ni yani family ya Raila ndiye kuna certificate ya ODM. Na ndio maana unaona wanasumbua. Ndio maana wanasumbua hii mambo ya Sifuna na nani. But wewe jua kwamba familia ya Odinga ni watu ambaye wako very cunning. Walichukua babu na ndio hii wanaharibu babu. Walichukua babu na wakamweka karibu sana. Sasa hii wanamaliza babu. Ukiona hii mimi ndio Sifuna, bro, hii mimi ndio Sifuna ni ya kumaliza babu. Hii ni ya kumaliza Babu Owino. Babu Owino haonekani sahi kwa rally. Babu Owino automatically ashawekwa kama running mate wa Sifuna kwa kitu yoyote yenye wanaenda kusimama. So akikaa kwa ODM atakuwa ni deputy party leader, Sifuna kwa party leader. Kama wanaenda president atakuwa running mate wa Sifuna. Ama hata hiyo running mate inaweza pewa mtu kama Ndindi Nyoro. Naelewa. So politically they are finishing Babu Owino. Na Babu Owino anafaa kujua mapema sana aenda negotiate na president. If I was Babu Owino, angeenda mapema aende negotiate na president. Hapo ndio, kwa sababu wale watu wanamaliza. Na si utaniambia 2 weeks yenye inakuja hapa, Babu atakuwa si mtu wa siasa. Kwa sababu watu watakuwa wanaangalia Sifuna. Sasa hii watu ni Sifuna. Babu ameenda wapi? Just 1 week ago Babu ndiye alikuwa ndio kingpin, ndio ODM ndio presidential candidate, yeye ndio party leader ya ODM, alikuwa kila kitu Babu Owino. Saa hii uliza watu kwa street nani anaweza kuwa party leader wa ODM, watakwambia Sifuna. Babu ameenda wapi? Ametupiliwa mbali. Babu ametupiliwa mbali. So hii siasa ilikuwa ni ya kumaliza Babu Owino politically, na wamemmaliza rahisi sana. So Babu anafaa kurudi kwa drawing board, na anafaa ajue kwamba anafaa akuwe na strategist, watu ambao wanamfundisha siasa, wanamuonesha angalia hii kitu hivi. The next kitu itakuja ni Luos watapiga Babu. Luos wakipiga Babu, Babu atakuwa na power. Babu atakuwa amebaki na power ya vijana wenye wanatoka Central, wenye wanampush.
Umenielewa? So Babu anafaa kuangalia sana siasa yake. Siasa yake haitakuja hivyo vile amepiga rais. Yeah. Maybe tukimalizia jambo lote unaona linatakiwa liwekwe sawa, maanake tunaingia mwaka 2027. Kila mtu anasema mimi nitakuwa rais, Ruto atakuwa rais, Kalonzo atakuwa rais. Nani atakuwa rais? First of all, mimi naona hao watu hawajaona watu wote ambao wanataka kusimama rais. Niko na hofu sana, na from where I sit I know that the young people wanaenda kutoa mtu wao kwa rais. Yeah, I can tell you that for sure. Nimeona John CW Bishop wanasema. Yeah, John CW yuko pale. Ingawa sasa mimi nasema the Gen Z. The only ticket that can scare Ruto is the Gen Z ticket. Niliwaambia watu kuna ticket mbili peke yake zinaweza sumbua Ruto. One is the Gen Z ticket. Yenye Gen Z atachukua mtu mkubwa anakuwa running mate. Lakini the Gen Z anakuwa president. That will scare Ruto. Two, ni kama hao mama wetu wawili watasimama. Mama Ida Odinga na Mama Ngina Kenyatta. Mama Ngina Kenyatta na Mama Ida Odinga. Wakiamua moja kuwe running mate na moja kuwe presidential candidate. Mama Ngina na Mama Ida atapata nafasi. Nasema wakiamua, wanaweza amua. Politics one day inakaga kama 10 years. Yes. Wanaweza amua, wakaamua wasimame. Hiyo ni ticket ambayo inaweza kushtua sana Ruto kama 2027. Hiyo ni ticket ambayo inaenda kustua sana Ruto. And another thing yenye watu wanafaa kujua. Unaona hii maandamano yenye watu wanasema sana, hii maandamano yenye kila time ati Raila hakuna mwenye alikuwa anaweza stop maandamano, ati break ya maandamano hakuna. Wakileta hiyo maandamano, Ruto will rule for more than 10 years. Kwa hivyo Gen Z should be very keen. They should be very keen. Kwa sababu wakileta hiyo maandamano inamaanisha Ruto anaweza sema state of emergency. Unanielewa? Na kuna article kwenye electoral law 2011 yenye inasema kwamba IBC inakubaliwa kupostpone election iwapo watafeel Kenyans are threatened ama election iko threatened. Unanielewa? So I think ni 138 section 138 hiyo inaenda kufanya Ruto akuwe president miaka mingi sana. So mambo ya maandamano hapa inafaa tuache kwanza. Yeah. Okay. Asante.